Yule mtu ambaye alikuwa ana suppose, I'm telling you the truth, kusuccess baba ni babu. Even right now as I'm speaking. Lakini wakimnyima, it will be the end of ODM. Watch your screens. Watch your screen. Lakini naye babu aliharibu. Kupewa si rahisi. Maana wakati baba alikuwa uhai, babu alikuwa mbali. Na alionyesha picha ya kukaa mbali. Na kile nataka tuombe, ombea babu Owino. Na mahali babu Owino saizi yuko, alinde maisha yake. Because men are after him. Wakipata any chance that they can kill him, wakipata mteremko wa kumuua, watamuua. But I'm praying for him in the name of Jesus Christ. Because yeye ndo ana suppose kuchukua manto, not Sifuna. Because he is the son of that soil, not Sifuna. Na kuambia the will of God. If wataenda kinyume na the will of God, wanyime babu. Hata kama babu alifanya mistakes, wamnyime hiyo kiti. Hesabu the end of ODM. Kumbuka ODM niliwaambia is a person. ODM is. Lakini tayari nilishasema kwamba kuna siku mtakuwa mnakaa hivi, mtaitafuta ODM msiione. Saa hizi watu wataanza kupambana. Majitu yataanza kupambana. Wanga Gladys atasema ni yeye. Orengo atasema ni yeye. Nyang' Nyong'o naye yuko hapo. Hassan Joho, ile moto mnaenda kuona kwa hiyo nyumba, ndio wengine mtaona wanajitoa. Sifuna, wengine mtaona wanajitoa. I am the one ambaye niliwaambia hii mnaona Azimio mtaiona tena. I'm the one who telling you this. Watch your screens. The man ambaye ana suppose to take that mantle is this young man, Babu. But kumpatia nayo, I don't know if itakuwa rahisi. Wanaweza wakamuita mtoto, lakini huyo mtoto ndio baba aliweka roho yake. Japo baba ameenda ghafla bila kumwambia mtoto. Maana baba alikuwa anajua labda ako na masiku nyingi sana ya kumwambia mtoto. Kwa hiyo ni sauti iliyonyamaza. Hawajui cha kufanya. Hawajui wa kumuendorse. Lakini ninaona wakiendorse a wrong person. Naona wakiendorse the wrong person. But the right person ambaye wana suppose kuendorse, the right person ambaye wana suppose kuendorse ODM ni Babu Owino. I wish watu wangekuwa wanasikiza manabii. Na si manabii wote. Kuna nabii niliona anasema Ruto ndo ameua Raila. Shame on you. Ukuje ukae chini tukufundishe kwanza prophecy. Maana anatoa unabii kwa feelings na uchungu. Huwezi ukatoa unabii kwa uchungu na kwa kubase na kuegemea sehemu fulani. Hapana. Huwezi pia ukatoa unabii kwa sababu umenyimwa bahasha. Bahasha ya kaki. Hiyo si unabii.
Uwezi ukatoa unabii against mtu fulani kwa sababu amekataa mambo yako. Mimi na kuaga neutral. Hallelujah. Mimi na kuaga neutral. Sina chama, hapana. Ukisema chama wa UDA niko humo. ODM niko humo. Hii ingine sijui jina yake, lakini nimeona masikio. Wiper. You see. Kwa nini? Kwa sababu niko katikati ya Kenya kama sauti ya Mungu kwa nchi. Amen. Na huwa si prophesy kwa ma feelings. Hapana. No. Sasa kuna maprofeti kuna manabii wana prophesy kwa ma feelings. Keep away your feelings. Keep off your feelings. Just do the work of the Lord. Hallelujah. Yes. So nataka tumuombe huyu mtu, maana tutamuombea sasa hivi, ule ambaye nimeona huyu malaika wa 6 akimfuata. Na atamfuata kwa kweli. Mnakumbuka, ni wangapi mnakumbuka nikisema kuhusu yale yametokea, nikisema ataanguka kwa sababu ya shida ya moyo? Thank you. Na nikatoa mfano wa huyo mtu nikasema ni the former, na wakati mmoja alikuwa Tanzania kwa uwanja wa mpira akisalimia wachezaji akaanguka. Do you remember? Yes. Na nikawaambia hiyo shida ambaye ilimuangusha ndio itasababisha mwisho wake. Na nilisema mtaona kwa screen zenu, na mumeambiwa vizuri na madaktari kwamba it was heart attack, na alianguka akiwa anatembea. Niliwaambia ataanguka. Labda haukuelewa nilikuwa namaanisha nini, lakini sasa unaelewa. Sasa unaelewa. So nilisema kwamba hii haitakuwa handshake. That is why he didn't survive. Nilisema hii ni kuwalete watoto wake kuachia baba mwingine. Wangapi mnakumbuka hiyo? Nilisema ni kuwalete watoto wake politically kuachia baba mwingine. Sasa hivi automatically prophecy imekuwa fulfilled, wako kwa baba mwingine ambaye ni President William Ruto. Wanamwangalia Ruto kwa mambo yote. Na broad based government hii mnaona ilitengenezwa, kuna wengine watatoka. Kwa nini? Sauti ya baba haipo tena. Walikuwa wanakaa hapo kwa sababu sauti ya kiongozi iko. Saa hii sauti imenyamaza. Sasa kuna kwenda kuwa na masauti nyingi. Huyu anasema tupiteni hivi, huyu tupiteni hivi, na wengine wanaenda kuform chama yao. Mtaiona, watch your screen. Mtaiona these people from this house, some of them are going to form their political party. You will see it, mtaiona. So nikasema kwamba hii haikuwa handshake, ilikuwa ni a journey of no return, ambaye tunaomboleza kwa sasa. Lakini naomba msinichukulie vibaya, sio mimi nilikuwa nawaambia yanayojiri. Si mnaonaga watabiri wa anga wa hali ya hewa, kesho kutakuwa na rasharasha na nini. Sasa ndio hizo rasharasha na kuambia sasa. Are you listening? It was not a handshake as they think. Unajua ile handshake nyingine walikuwa wakifanya, wanapanga. Hii mkate ni kule. Hii mkate ni kule. Hii hakuna mkate. Amna. Hii mkate ni kule. Tupee hii mkate huyu. Tukate hivi mkate imekatika. Imekuwa sliced. The Moi, Kibaki and Uhuru
was the handshake. But this one, I told you that it was not. It was not. It was a journey of goodbye so that he may finish well. Na wale watu wote ambaye mnaomboleza Raila Odinga, muombolezeni huyu mzee kwa utaratibu na nini. Hapana toa suruali kwa barabara. Sasa hiyo ni kuomboleza. Si wampatie heshima. Yes, wamesumbua polisi sana leo. Na polisi they don't have to kurusha tear gas kwa maombolezo. Mliona ndege ilipofika wanataka kwenda kutoa mwili. Huyu ni mtu mkubwa. Saa hii ni kitu inaitwa state funeral. Ukisikia state funeral, weka mguu pembeni, achia jeshi. Huyu anazikwa, ni state funeral. Ukisikia state funeral, ni maadhishi ambayo inasimamiwa na chuma na jeshi, sio yenu. Haleluya. Kuna hii yetu tumezoea. Tumezoea kama ile ya Kangundo ilishikwa jeneza, sijui na washiwa banki, sijui nini. Hiyo si ya banki. Huyu ni a statesman. Bendera imeshashushwa nusu mlingoti. Hata rais mwenyewe ameondoa bendera kwa gari yake. Hata Kindiki number 2, the second in command, ameondoa bendera kwa gari yake. Kwa nini? Sasa hivi bendera ni ya Raila peke yake. Sasa watu wale wanaomboleza, waomboleze kwa ustaarabu. Wampatie heshima. Haleluya. Wampatie heshima. Of which sijui kama kuna waombolezaji wengine feki wanaweza ingililia katikati kuzua vitu alafu ili wachafue legacy ya Raila. No, usichafue legacy ya Raila. Wacha apumzike kwa vizuri, kwa amani. Msifanye vituko. Haleluya. Msifanye vituko. Najua hii Kenya ni ngumu kuingia. Ni ngumu. Lakini kweli kabisa. Sasa na unasikia imebidi serikali ihamishe mwili. Haikuwa inaenda kukua viewed Kasarani, kwa bunge. Ilipotangazwa tu kwa bunge, watu wako juu ya mlango ya bunge wakasema we hapa kumbe si vile. Mbona Kibaki tulimuomboleza vizuri? Mbona Moi tulimuomboleza vizuri? Mbona mliview body vizuri, kila mtu kwa usalama, na mkaheshimu askari? Yaani ndege imetua tu, mko juu ya tire ya miguu ya hey! What is this? Hii ni tabia mbaya. Watu wawe na heshima. Watu wawe na heshima. And what about na sasa Sunday? Ama basi hii mwili, maana mwili imesemekana inapita barabarani, haiendi na ndege nyumbani. Vile Kibaki alipelekwa nyumbani na gari, ya Moi ilienda na ndege, sio? Hii ya Raila inaenda kwa barabara. Kama tabia ndio hii, Raila atafika nyumbani. Wengine wanaweza muiba. Hii ni 2 hours drive. 2 hours drive. Sijui kama Raila atafika nyumbani. Wanaweza muiba, waseme baba amuka uongee, sema neno moja uende. Sema tu neno kwa sababu hata yeye hakuwa anajua kama atalala siku hiyo. Angejua angesema kila kitu na angeachia watoto wake vile watakaa. Ile tu ambaye alikuwa ameacha ya muhimu, ambaye ni ya muhimu kwake, ni alisema yeye azikwe within 72 hours. Hakujua kama atazikwa Sunday. Lakini ile ya muhimu ilikuwa ni hiyo, kwamba angesema maneno yote.
Now watu wale tunahuzunika ama tunaomboleza, tumuomboleze kwa njia mzuri jamani. Mpaka unataka kupiga askari, hiyo ni maombolezo gani? Wengine wako hapo wamekula bangi, Ruto must go. Jamani, ni nini? Wachaneni na hiyo dawa, kuleni chakula ya kawaida. Ni siku ya heshima ya Raila, apewe heshima, asipewe vituko. Praise the name of the Lord. This has happened, na nataka ujue the plans was wrong according to the will of God. Because nilikuwa naona pia mpaka wamepanga makamu wa rais, a wrong person. Kumbuka ile iliwaletea shida Kenya tangu huyu rais aingie. He was a right person, but to choose a wrong person ni kitu ya hatari sana. Not only in your life, in your political life. The right person alikuwa ni Kindiki. Ndio maana kura ilimpitisha wakati waliambiwa waingie ndani ya nyumba. Lakini kwa sababu ya blindness, ikasemekana huyu ni mzee ana hekima. Ndio huyo mzee wako. Baada ya miaka 2 ndo anaendea right person. See the way things are moving with the right person at the right time. Saa ingine ni vizuri hata kuambia nabii nichagulie basi. Nichagulie. Kuna wengine mnanitumia picha unaniambia prophet, hebu angalia huyo jamaa. Na mimi naangalia kwa WhatsApp na kuambia hapa nimetiki. Hapa sawa. Safi, ndio huyo. Wengine nimeangalia nikamwambia kimbia unyang'au kama ukoma. Kimbia huyu nyang'au kama uko. Kama ukoma, because this is not your right person. A prophet can tell you. Hallelujah. Yes. So, listen to this, then we pray. Niliona Pastor Sami wamekaa chini. Kwa nini? Kwa sababu walifikiri hii ni handshake. Na mimi tayari nilisema ni handshake, si handshake. Wao wakafikiri ni. So wakapanga mipango vile walipanga kwa Moi, vile walipanga ya Kibaki, vile walipanga, wakaanza kupanga vyeo na positions. Lakini everything that was planned, it was wrong. It was not the will of God. It was not in the will of God. Nikaona wamechagua prime minister, wamechagua deputy president, wamechagua, wamepanga. Mimi niko Kangundo ndio ndapanga. Sio mimi, Mungu ndo anasema ya atapanga. Jicho lake likiwa hapa Kangundo tu. It was wrong plans. Imepangwa hivi, huyo amepanga awe hivi, na kwa taratibu za Mungu, in my prophetic scheme hayuko. Huyu hapa ni fulani anafaa kukaba hapa. So I saw them planning but wrongly. Niliona wakipanga mipango vibaya isivyotakiwa. It could have interfere
with the will of God in the season 6. In the next season. That's why the 6th angel ilibidi akuje anyooshe mapito. Remember, everything that was planned ambaye ilikuwa wrong out of the will of God, it was being planned because of only this one prominent person. So ilibidi malaika wa 6 amuombe malaika wa 5, nipishe kidogo. And then malaika wa 6 akarudi. Na atarudi tena, na hii bendera yenu itashushwa nusu mlingoti. Sababu kuna mtu anataka kuinterfere. I'm just a messenger. Ilibidi malaika wa 5 ampishe kidogo malaika wa 6. Tumesoma huyu malaika wa 6 katika kitabu cha Revelation. Mungu anajua kwa nini amewapanga hawa malaika na namba zao. Haleluya. Sasa kutakuwa na mwelekeo mpya katika nchi ya Kenya. Kutakuwa na mwelekeo mpya. Hebu mwambie jirani yako, kutakuwa na mwelekeo mpya